Ninaomba niingie point ya pili. Andika. Kumzalia Mungu matunda. Kumzalia Mungu matunda. Najaribu kukimbizana na muda nisije nikakukwaza. Angalau nikuambie pointi kadhaa muhimu sana kwa ajili ya mwili wa Kristo. Kumzalia Mungu matunda, andika, kunaongeza wingi na thamani ya siku zako za kuishi hapa duniani. Kuzaa matunda, mchungaji Shole, kunaongeza wingi na si tu wingi, na thamani ya siku zako za kuishi hapa duniani. Umenisikia mamangu? Umesikia ninachosema? Unataka kuishi miaka mingi, zaa. Mwambie mwenzako unataka kuishi miaka mingi, zaa. Jamani, hivi naongea na mtu? Hivi wewe mwembe ambao unakuzaliaga matunda mazuri, so utatamani kabisa, yani ukikuta watoto wanafanya vurugu, so utawachapa. Kaini mbali na mwembe, nyie hamjui tu faida yake. Unaendelea kuutunza ule mti, kwa nini? Unakuzalia matunda. Lakini kama uzai matunda, unafanyaje mzee wangu? Unakata, hauna kazi, unakula mbolea tu bure. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea na mtu hapa. Kuzaa matunda kunaongeza thamani. Hebu sema thamani na wingi wa siku za kuishi hapa duniani. You want to live long? Zaa matunda. Unataka kuona wajukuu na vitukuu na vilembo huko, zaa matunda. Kwa nini? Ukizaa matunda huhitaji kujitetea, matunda yanakutetea yenyewe. Wangapi wananielewa? Unaishi miaka mingi kwa sababu unazaa matunda. Hebu sema kwa sababu unazaa matunda. Kwa sababu unazaa matunda. Mtu unaozaa matunda unatunzwa. Why? Kwa sababu tunataka kuendelea kula matunda ya huu mti, na ndio maana lazima tuutunze. Hekima alionayo mzee Shole, la tunataka tuendelee kumuona mzee hapa. Alafu nyie ndio mnamuona mzee Shole. Mzee Shole kwa Mungu sio mzee. Naongea na mtu mmoja. Wasikia mchungaji wao. Wanakuona kwa sababu wanakuweka kwenye vipimo vya kikawaida. Sikiliza. Nitakwambia baadaye. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kumzalia Mungu matunda kunaongeza wingi na thamani ya siku zako za kuishi hapa duniani. Unataka usife na pressure? Unataka usife na ukimwi na kansa na matakataka mengi yaliyoko duniani? Zaa matunda. Mwambie mwenzako zaa matunda. Hiyo ndio siri ya urembo. Mwambie mwenzako zaa matunda. Unajua kwa nini? Biblia inasema hivi katika kitabu cha Zaburi 92 mstari wa 10. Ngoja nikupeleke kwenye maandiko ili ujue kabisa kwamba wewe unastahili kuishi miaka mingi, sio kwa sababu unataka au hutaki, lakini Mungu anataka uishi ili umzalie matunda. Furaha ya Mungu kukuona ukiishi ni kuona matunda mengi yakizaliwa kupitia wewe. Wangapi wamenielewa? Haleluya. Zaburi 92 mstari wa 12 hadi 14. Biblia inasema, sema pamoja na mimi, mwenye haki atastawi kama mtende. Sema basi kwa sauti ya furaha. Hii ni habari njema mama. Eti si ni habari njema au ni habari mbaya? Basi sema kwa sauti ya furaha. Anasema hivi, anasema mwenye haki, hebu sema mwenye haki atastawi kama mtende. Atakuwa kama mwerezi wa Lebanon, waliopandwa katika nyumba ya Bwana. Watastawi katika nyua za Mungu wetu. Watazaa. Hebu sema na mimi watazaa. Hebu sema na mimi watazaa. Anasema hivi, hii kitu ni muhimu sana. Anasema watazaa matunda. Hebu sema watazaa matunda. Hadi. Hujasema Bwana hadi. Haujasema hadi. Haujasema hadi. Wakati wa nini? Nimesema mimi, amesema Biblia. Sasa kama Biblia yako imesema, kwa nini wewe hutaki kuamini? Kwa sababu unajua hii ni nyie muelewi. Biblia ni constitution, ni katiba ya ufalme wa Mungu. Ni katiba. Tukifuata sheria zake tunaishi, tukikiuka tunakufa. Naongea na mtu. Anasema watazaa hadi. Hebu sema hadi. Hilo neno lina maana sana. Hadi ile neno hadi lina maana. Anasema hadi wakati wa uzee. Hebu sema hadi wakati wa uzee. Hebu sema hadi wakati wa uzee. Hajasema mhubiri, amesema Biblia. Anasema hadi, watazaa hadi wakati wa uzee. Maana yake nini? Tafsiri yake ni kwamba kwa mtu azae matunda, sema ehe. Ikija pressure, sema ehe. Ikija sukari, sema ehe.
Suitike hautaki. Kuna watu wamegoma, wanataka kukata moto, wanataka kuondoka duniani. Bwana asifiwe. You have to change your mind. Unajisikiliza, matatizo mengi sana tulionao wanadamu ni matatizo ya kifikra, ya kufahamu. Naongea na mtu. Tofauti yetu sisi na wazungu si rangi. Si rangi. Ni wapi? Fahamu. Kuna vitu anajua sisi hatujui, na ndio maana sisi tumekwama mahali pengi, because kuna vitu ambavyo tumeweka limitation because of our ignorance. Naongea na mtu. Naongea na binadamu. Anasema watazaa hadi. Hebu sema hadi. Hebu sema hadi. Hilo neno pekee yake, mchungaji Shole, unaweza ukasimama nalo na ukamwomba Mungu kwamba kama Biblia imesema hivi na hii ni kanuni na sheria ya mbingu, ninasimama kwamba umesema nitazaa matunda hadi wakati wa uzee. Hadi wakati wa uzee. Bado sijafikia uzee. Mzee Shole anasema nimekuwa mzee. Nani amekuambia wewe ni mzee? Bado mzee. Bado baba. Matunda yanatokea uzae. Hadi wakati wa uzee. Unajua nilikuwa namfuatilia yule rais wa Marekani, Donald Trump. Donald Trump ni mtu mzima sana kiasi fulani kwa vipimo vyetu sisi, kwa standardi zetu. Tungedhani kwamba hata astahili hata kugombea urais. Ingekuwa ni huku kwetu Tanzania au nchi za Kiafrika, nadhani kwanza tungemshangaa anatafuta nini. Si ndio hivyo jamani? Kwa umri wake. Lakini umewahi kumwangalia Trump? Yule baba ni kama vile hajuagi kama kuna kitu inaitwa uzee. Hivi nimeongea na mtu ana miaka 80 nadhani, kama na kidogo hivi. Jamani, naongea na mtu hajui eti kama kuna uzee. Yaani cheki tembea yake. Anatembea kama, yani very energetic, majestically. Hatembei kama anayekufa kesho, anatembea kama anaishi miaka mingi baadaye. Sikiliza, kuna mtu akishastaafu tu kazi, mchungaji, akistaafu tu na miaka yake 55, miaka 60, anaanza kujiita kwisha habari yangu. Hivi naongea na mtu. Anaanza kutembea kama amekufa tayari, wakati baada hajafa. Ndio imeshafika jioni mzee Shole. Ana miaka 60 tu. Maka kwanza alifikisha miaka 55 akagoma kustaafu, akalazimisha hiyo 60. Kwa sababu 55 si unastaafu kwa hiari. 60 ni compulsory, yani you have to get out of the system kwa sababu umeshachoka. Toka, wanakufukuza. Naongea na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Akija mtaani kwisha habari, akilia, yani anaanza kuwaza kama nimekwisha habari. Alikuwa anavaa vizuri, sasa anavaa ovyo ovyo tu. Anatembea kama hataki kwenda. Yani yuko tu. Amekaa mkao kuondoka duniani. Sikiliza, Biblia inasema kwamba unapaswa kuzaa matunda hadi wakati wa uzee. Sikiliza nikwambie, inawezekana ulikuwa umeajiriwa. Si tatizo. Unapostaafu mwambie Mungu, kuna kile kitu uliniitaga kabla sijaenda chuo kikuu, kabla sijaenda shuleni, kabla sijawa mwalimu, kabla sijawa daktari, kabla sijawa mhasibu, kabla sijawa mwanasheria. Hicho kitu ndio nataka nikiishi sasa baada ya kustaafu. Nataka niishi sasa. Nataka nianze kuishi sasa. Ndio nimezaliwa upya. Miaka 55 ndio muda wangu, ndio kwanza kumekucha. Ndio kwanza naanza kufanya kazi kwa upya. Kama vile sitakufa tena. Sikiliza, ukishakuwa na huo mtazamo, hauwezi kuchakaa. Unaanza kutembea kama kijana wa miaka 35. Unatembea majestically. Kwa nini? Kwa sababu ninayemjua, ninayemwamini. Yesu yuko ndani yangu. Ni ndio muda wangu wa kumzalia Mungu matunda kwa uhuru. Zamani nilikuwa nabanwa na ratiba ya kazini. Sasa niko huru sasa. Unaanza kumfanya unachopaswa kufanya ambacho Mungu alikuitia. The problem ni kwamba tunapostaafu tunadhani kwamba hatuna maana tena duniani. Hatuna mchango tena duniani. Unahisi kama vile dunia haikuhitaji tena, lakini dunia inakuhitaji. Maisha uliyoyaishi, hakuna mtu aliyeishi maisha yako. Sijui kama unaelewa. Makosa uliyoyafanya, mambo mazuri uliyoyafanya, wewe ndio unajua. Dunia inahitaji ushare nao. Kuna watu wanahitaji hiyo hekima ulionayo wewe. Naongea na mtu. Mwambie mwenzako, zaa matunda hadi wakati wa uzee. Sikiliza nikwambie. Wale watengeneza bidhaa viwandani. Wanapotengeneza bidhaa inaandikwaga manufactured date. Tunafahamu? Na expiry date. Si wanaandikaga? Jamani, hivi naongea na watu wameshawaudhi. Wanapoandika hivyo vipengele viwili vina maana kwa sababu vinawalinda kisheria.
vinamlinda yeye na vinamlinda mlaji. Naongea na mtu. Kama bidhaa ikiexpire kabla ya siku au kabla ya tarehe ambayo imeandikwa pale kwenye hiyo lebo yake, una haki ya kumpeleka mahakamani na kumshtaki kwamba ndugu, uliandika kwamba hiki kitu ina expire mwezi wa 7, mbona ime expire mwezi wa 3? Una haki ya kumshtaki na akakulipa sawa sawa na jinsi unavyotaka, au unadanganya. Hivi naongea na mtu. Lile neno hadi lina maana. Hadi ni guarantee. Naongea na mtu. Kwa lugha hiyo sema ehe. Kwa lugha hiyo sema ehe. Usiposema sikuambii. Sema ehe. Ikija pressure sema ehe. Unawaambia it is not time yet. Naongea na mtu. Hallelujah! Unaambia sio wakati wako bado. Kwa nini? Sijafika uzee. Biblia inaniambia nitazaa hadi. Hebu sema hadi. Hebu sema hadi. Kwa hiyo ikija kisukari unaambia sukari, nilisikiaga kwenye familia yetu umeshajipigiaga muhuri kwamba familia yetu inakufaga na sukari. Sasa ni hivi, sio wakati wake. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inaniambia nitazaa hadi. Hebu sema hadi. Sijakuwa mzee bado. Na kwa sababu sijawa mzee bado, get out of my life. Get out! Na unaiambia kwa hasira, sikiliza, shetani afukuzi kwa kumremba remba. Shindwa shetani, shetani toka. Toka shetani. Usije shetani ukimrembulia macho anakuua. Unamkasirikia, unamwambia kwa jina la, na kuambia unakusanya nguvu, get out. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja niliumwa, kuna hali nikaa nimeisikia. Ikanisumbua, najaribu kuipotezea lakini nakuja tu. Nikilala hiyo hapo. Nikitembea hiyo hapo. Yaani najaribu kuipotezea kama haipo lakini ipo. Siku moja nikasema hivi, kwa hiyo ina maana gani? Nikisema nikienda kwa daktari ataniambia mambo mengi ya kunichanganya. Naongea na mtu. Nikamwambia Mungu, sasa hii hali hii mimi sihitaji. Unajua niliingia kwenye maombi, nikakusanya nguvu, nikamwambia kuanzia sasa toka, get out of my life. Alafu nilipomaliza nikaondoka zangu. Sijasikia hiyo hali mpaka leo. Naongea na mtu. Sikiliza, usimfukuze shetani kwa kumrembulia macho. Shetani arembuliwi macho. Mtemue kwa hasira. Get out! Naongea na mtu mmoja. Muendee tu kwa unyenyekevu. Shetani kwa unyenyekevu. Tunamwendea Mungu kwa unyenyekevu, sio shetani. Naongea na mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema hadi. Hebu sema hadi. Wakati wa uzee. Ukizaa matunda unapata sababu ya kufika uzeeni. So change your mindset. Unanielewa? Wewe ambao unahisi kama vile ndio muda wako wa kuipa mkono wa bye bye dunia, mwambie ndio kwanza naanza kuishi sasa. Umenisikia mamangu? Samani mama, nakuomba. Samani sana. Yes, come. Samani sana. Bwana Yesu asifiwe. Nakuomba. Unamwona huyu mama? Unamwona? Huyu wengine wanamuita bibi, si ndivyo? Wengine wanamuita, wengine mama, wengine vyovyote mnavyomuita. Na kwa akili yake anadhani amekuwa bibi kweli. Na kwa akili yake inawezekana ameshaanza kutoa wosia, anaanza kuagaaga kiaina. Naongea na mtu mmoja. Lakini nimekuja leo kukupa habari njema ya kwamba Biblia inasema kwamba utazaa matunda hadi wakati wa uzee. Huyu bibi sio mzee, huyu ni msichana mbele za Mungu. Huyu ni binti Sayuni, sio mzee. Anahitaji kuishi miaka mingi baadaye. Haleluya, haleluya. Unasikia mama? Unasikia mamangu? Njoo tena. Samani. Unajua tunafundisha kwa mifano. Huyu mama, kwa sababu unajua akiaccept, ukikubaliana na yeye hoja ya uzee, anaanza kutembea hivi. Amekwisha. Yani anaanza kama kuagaga na mifupa, viungo kila mahali. Ila akibadilisha mindset, akibadilisha mfumo wake wa fahamu, akaanza kujiona mimi ni binti wa Yesu, ndio kwanza kumekucha. Na kwa sababu hiyo sifi, bali nitaishi niasimulie matendo makuu ya Mungu wangu.
Na kwa sababu hiyo ninatembea. Anatakiwa tembea kama enzi hizo za miaka yako 30 ngapi. Hebu tembea ulivyokuwa unatembea kile kipindi una miaka 30 ngapi enzi hizo. Tembea basi bibi yangu. Tembea basi ile tembea ya madaha ya maringo. Tembea. Wow, 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 wow. You see? Hallelujah. Sikiliza nikwambie, haujajua kitu unafanya. Unapotembea kinyonge, unatuma ujumbe kwenye ulimwengu wa roho kwamba kuisha habari yangu. Ni saa 12 jioni, muda wote nachomoka. Nimeongea na mtu. Kuna mzee mmoja amestaafu kule kwetu. Amestaafu zaidi ya miaka 15 iliyopita. Ukikutana naye utafikiri ana miaka 35. You know why? Yule mzee baada ya kustaafu akakataa kufa kabla ya wakati. Anaanza kuishi. Yule baba yuko very energetic. Asubuhi anaamka anafanya mazoezi. Amevaa nguo zile za vijana. Anavaa makadet na majins. Anatembea yule mzee. Paka leo ukimuona yule mzee hutafikiria na miaka hiyo. Kwa nini? Kumbe uzee na kufa ni swala la kukubali kiufahamu. Ukikataa hapa inafutika. Hebu sema inafutika. Hebu sema inafutika. Hebu sema inafutika. Ukiifuta kwenye mfumo wako wa fahamu, inafutwa kwenye ulimwengu wa roho. Lakini ukikubali kwenye mfumo wako wa fahamu, mzee Shole, ukifuta imefutika. Na ukikubali inakubalika. Ndio maana nasema lolote mtakalo lifunga duniani linafungwa mbinguni. Lolote mtakalo lifungua linafunguliwa mbinguni. Maana yake unapofungua, unapokubali, unapiga muhuri, hilo jambo linatokea. Kama ukikataa linafutwa. Oh, mshangilie Yesu kwa makofi mengi. Mwambie mwenzako sifi. Mwambie bado nipo sana. Tikise vizuri akusikie. Mwambie bado nipo sana. Mnaniita bibi. Ninyi mnaniita bibi. Lakini nakwambia kwa Yesu mimi ni binti Sayuni. Naongea na mtu. Anza kuvaa. Kuna wamama hata wakiletewa nguo nzuri hawavai. Anasema sasa ndivyo nipendeze, kwa nini msichana? Sikiliza, vaa pendeza. Kuna ujumbe unaotuma kwenye ulimwengu wa roho kwamba bado unahitaji kuishi. Vaa hiyo kitenge kizuri, vaa hiyo wax, piga, vaa kiatu kizuri, tembea. Ikiwezekana hizo nywele ambazo zimejaa mvi, ikiwezekana hata unaweza kufunika, usionyeshe. Unajua wakati mwingine watu wakiona naona Mungu wangu, bibi ameshakuwa bibi. Inawezekana una hata miaka mingi lakini mvi imekujaa. Sasa unaweza kaanza unawakatisha tamaa wajukuu, wanaanza kukata tamaa. Bibi yetu muda wote wakisikia taarifa ambayo wanasema sio bibi fulani kweli, sio fulani kweli. Sikiliza, funike hizo nywele. Siku hizi wameleta teknolojia ya mambo mengi. Piga zile rangi zinafutaga uzee. Umenisikia nachosema? Kama una kipara mzee, nyoa yote. Siku hizi kunyoa ni mtindo baba. Unanyoa yote unakuwa kipara. Alafu unatembea kama mtu anayetaka kuishi. Usitembee Sikiliza, vitu viwili mzee Shole vinamtambulisha mtu kama anahitaji kuishi au bado. Macho yake na tembea yake. Tutakujua kwa kutembea. Tembea yako inasemaje? Tutakusoma kama una ujasiri kwa kuangalia miguu yako. Mbwa kabla hajakushambulia anasomaga miguu na macho. Mbwa mkali kabla hajakushambulia mama, anacheki macho yako, anacheki na miguu. Unakodoa hivi, unatetemeka hivi, anasema hii ni msosi, hii ni msosi, hii ni msosi, hii ni msosi. Lakini anakubwekea umekomaa tu. Tena unatembea kama vile hujadi kama yupo. Anarudi nyuma, anaondoka. Naongea na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Change your mindset. Badilisha mtazamo wako. Mwambie Mungu, nataka nianze kukuzalia matunda. Maadamu unapumua bado matunda yanatakiwa kwako. Unasikia mzee wangu? Matunda. Hebu sema matunda. Maadamu unaishi. Ukikataa hayo mawazo hautakufa mapema. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema nitazaa hadi. Hebu sema hadi. Hebu sema hadi. Wakati wa uzee. Wakati wa uzee. Shetani akikatiza njiani, mwambie shetani, ondoka tu, kwa sababu sina hata ugomvi na wewe. Kasubiri nikifikisha miaka 120 huko. Bado sana. Mwambie bado sana. Ukimwamini Mungu kwa namna hii, ikija corona haikusumbui.
Ikija saratani, sijui ya damu, sijui ya figo, sijui ya takataka gani, haikuhusu. Uko ndani ya ufalme, umefichwa ndani ya Kristo, haikuhusu hayo. Acha wafe wale wasiomjua Yesu, lakini kama uko ndani ya Kristo, umefichwa ndani ya Kristo, na kwa sababu umefichwa ndani ya Kristo, mabaya yanapovuma hayakuhusu. Kwa nini? Kwa sababu nimefichwa. Hebu sema nimefichwa. Na ndio umuhimu wa kumjua Yesu. Wakiloga hulogeki kwa sababu umefichwa ndani ya Yesu. Watakuja watafanya matunguri hao, ndio maana wanakulogaga sana, lakini mbona hujafa? Huko kazini kwako hujui tu wanapo kila siku wanaokeka mabalau, lakini mtoto wa watu wala wanakuona unaingia unatoka. Wanakuona unaingia unatoka. Sio kwa sababu una akili sana. Kuna neema ya Mungu tu inakufunika. Naongea na mtu mmoja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kuna matunda umezaa hata hujui kama umezaa. Kuna watu fulani umewasaidia, hujui hata kama uliwasaidia. Wanamtajaga Mungu, bariki yule baba, bariki yule mama, bariki yule kijana. Na wakati mwingine wewe mtoto unayetembea ambao unaishi kwenye ofisi mbalimbali, inawezekana unaishi kwa sababu ya baba yako, kwa sababu ya mama yako. Kuna matendo mema alitendaga, yamebaki kuwa alama, na ndio inaokulinda kwa sababu alizaaga matunda. Inawezekana wewe ni ajabu tu, wala ufanye hata yaliyo mema, lakini kwa sababu ya neema aliyoachilia mama yako, kwa sababu ya mema aliyotenda baba yako, wewe uliye mtoto, uliye mjukuu, unaishi chini ya hilo wingu. Haleluya. Haleluya kanisa. Nikutajie pointi ya mwisho alafu namaliza mchungaji, samani sana. Au unasemaje? Sinitaje hata pointi moja. Sinitaje hata moja. Au umeshanichoka? Wangapi wamenichoka ninyamaze? Wangapi wanasema niendelee? Nyosha mkono kama unataka niendelee. Mchungaji, asante sana. Bwana asifiwe. Bahati nzuri mchungaji ni mtu mwema sana. Watumishi wa Mungu hapa ni watu wamemjua Mungu, kwa hiyo hawana shida sana. Naongea na mtu. Unajua kiongozwa na kiongozi anayemjua Yesu ni raha sana. Hebu sema watazaa. Hebu sema watazaa. Hadi. Kuanzia hapa nikiondoka hapa, naamini wakati mwingine tukikutana kuna watu wengi sana wamebadilika sana. Sikiliza, kuna ugonjwa utaondoka kwa sababu ukifanya maamuzi kichwani kwamba kumbe ugonjwa ulikuja kwa sababu nilikubali mimi nimekwisha habari yangu. Ugonjwa utakuaga, utaondoka. Hautajua saa ngapi. Unashangaa umelala ulikuwa mgonjwa, kesho unaamka uko salama. Why? Kwa sababu umeshagundua kwamba kumbe nikizaa matunda natunzwa, nahifadhiwa, nalindwa, natetewa hadi nafika uzee mwema. Haleluya, haleluya. Kitabu kile cha Zaburi 103 mstari wa 5. Zaburi 103 mstari wa 5. Biblia inazungumza habari ya ujana wa mtu kurejeshwa kama tai. Kwamba ujana wako unarejeshwa kama nini? Si ndivyo Biblia inavyosema? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua maana ya tai kurejeshewa ujana wake? Unafahamu? Sema sifahamu basi nikwambie. Kama unafahamu ni nyamaze. Unafahamu, fahamu. Sijasikia. Ngoja nikwambie. Tai akiishi umri wake, sema akifikisha miaka hiyo ambayo anapaswa kuishi, mara nyingi miaka 14 na kuendelea hapo, anachoka na anakuwa mbele yake anakabiliwa na machaguo mawili. Ama akubaliane na hali ili afe, au ajitetee. Kujitetea kwake ni kwenda juu ya miamba kwenye milima, akaanze kuvua gamba. Anafanya rejuvenation. Ana rejuvenate. Anaanza kuvua gamba. Anaondoa haya nani yake. Anayaondoa. Anagonga kwenye mwamba huu mdomo wake. Unaondoka ule mdomo wa zamani, unakuja mdomo mpya. Anakaa miezi mingapi? Naongea na mtu hapa. Anakaa miezi 5. Waulize wataalamu wa mifugo wa wanyama watakwambia. 5 months. Siku 150. Anakaa huko akifanya kitu kinaitwa rejuvenation. Anavua gamba, anavua uzee. Baada ya hapo, sema anarudi baada ya siku 150. Anapiga tena miaka 14 mingine. Haujasikia? Hujasikia nilichosema mama? Ni hivi, baada ya hiyo miaka 14 akirudi kujivua gamba huko, anaishi tena miaka mingine kama alivyoishi mwanzoni. Umenisikia nilichosema? Unafikiri Mungu kufananisha hicho kitu alikosea? Kwani hajasema, kwani hajatufananisha na ndege wengine? Kwani akasema kama tai? Kwa hiyo sema kama unazaa matunda sema miaka inaenda,
Sema ehe. Lakini hauchakai. Wanasema watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Watajaa utomvu. Hebu sema watajaa utomvu. Watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Maana yake ni kwamba miaka ni mingi, lakini miaka haifanani na wewe. Hivi umesikia nilichosema? Sio mshangilie Yesu kwa hiyo pointi moja tu. Maana yake Mungu anakutunza. Biblia inasema hivi kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu 34 mstari wa 7. Anasema Musa hadi anakufa alikuwa na miaka 120 mzee Shole. Alafu alivyokuwa anakufa anasema hakupoteza uwezo wa kuona, lakini pia nguvu zake za kawaida za mwili haikupunguka. Miaka 120. Miaka mingapi? Kitabu cha Yoshua 7 mstari wa 14 anazungumza habari ya mtu mmoja anaitwa Kalebu. Kalebu anasema msinione hivi, mimi sasa nina miaka 85, lakini nguvu nilizo nazo ni sawa na miaka 40 iliyopita wakati Musa anatutuma kwenda kupeleleza nchi ya ahadi. Naongea na mtu mmoja ana miaka 85, lakini nguvu zake zinafanana na mtu mwenye miaka 40. Hivi do you understand? Unaelewa kitu naongea? Unaelewa kitu naongea? Unapozaa matunda unatunzwa, mwembe zako unatunzwa. Maana yake akili yako inakuwa smart. Hupotezi kumbukumbu. Unakuwa so energetic, una mawazo mapya, unaweza kutengeneza kampuni, unaweza kutengeneza kiwanda, unaweza kupanua mashamba, unaweza kufuga tena. Kwa nini? Una matumaini ya kuishi. Lakini mtu aliyekata tamaa, mzee wangu, anataka kufa, hata haweni hata sababu ya kufanya chochote, kwa sababu anaona kama imekuwa jioni sana. Ya nini sasa? Anaenda kwenye akiba yake anaitafuna yote, kwa sababu anaona kwamba wewe nimalize akiba yangu, kwa sababu sasa muda wote ngoja nitafune. Lakini kama unaona kesho, kama unaona bado unaishi, hautatafuna akiba yako. Utasema ngoja niwekeze. Naongea na mtu. Kwa nini? Kwa sababu kustaafu kwako hakukustaafishi mbele za Mungu. Wamekustaafisha wanadamu, lakini ile kwamba umestaafu haimaanishi una maana tena duniani, haimaanishi una mchango tena duniani, haimaanishi hicho kitu. Lakini unapostaafu ndio muda wa kuanza kuzaa matunda. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi mengi.